Baby. Mbona kama una mawazo leo sikuelewi, unakuja unajinamia, kwani shida nini? Yes baby. I'm not okay. Sipo sawa kabisa mpenzi wangu. Yaani kuna muda natamani niende tu nikaishi mbali na hii dunia. Sasa kwa nini baby nakuambaka hivyo? Kwani shida nini? Naelewa mpenzi wangu. Ila mimi naamini hata yatakaa sawa. Na nikuahidi kuwa nakupenda sana. Na wewe ndio furaha yangu ya pekee iliyobaki kwa sasa. Sina mwingine. Nakupenda sana mpenzi wangu. Nakupenda pia, basi usiwe hivyo, kwa hivyo mimi nakuwa sipendi. Usijali baby. Nicho. Masha mwanangu. Wala sielewi mambo yako. Yaani mahesabu madogo unakosa haya ya kujumlisha kweli? Na hapo unahitaji zawadi. Kama hapa hesabu ya kujumlisha. Nilikwambia kujumlisha unaanzia wapi? Kwenye mamoja. Sasa haya unakosa vipi hapa? Na hapa vipi? Nilikosea baba. Na ukikosea unatakiwa ufanye nini? Nikate. Wewe hapo umekata. Hapana. Wewe hauko serious. Sasa unajua tunatumia gharama sana. Sasa unapokwenda kinyume namna hii, unafikiri gharama zetu zinaenda vipi? Unatakiwa ujitahidi sana kwenye masomo yako. Sawa mwanangu? Mjomba. Samahani kwa ambao nitakwenda kukuambia. Kama nitakukwaza. Hivyo unafahamu rafiki yangu ile Iga? Ndio. Sasa mjomba, yule mimi ni rafiki yangu. Alafu kwa sasa anapitia changamoto nyingi sana. Yaani inafika wakati anakosa hata muda wa kusoma pale kwao. Muda wa kusoma anaambiwa oshe vyombo, maana anaambiwa apike, maana afue. Umeona? Sasa kaniomba ili nizungumze na wewe. Ili kama ikiwezekana aje akae hapa nyumbani ili tuishi wote hapa. Na hata hivyo mjomba,
kwa mimi itakuwa nafuu kutokana hapo mbeleni kuna mtihani unakuja. Sawa. Hiyo haina shida. Mimi naweza nikawaita hapa kaja kufanya shughuli zenu kwa sababu mko karibu na hiyo mtihani yenu. Lakini kuna jambo moja. Kuna shangazi yako. Kwa sababu siwezi kuchukua mamlaka ya kukaribisha mgeni bila yeye kujua. Sawa? Sasa subiri niongee na shangazi yako. Akiridhia basi mimi nitakuja. Sikiliza. Unajua kuna jambo moja nataka nikushauri. Unapokuwa na vijana wenzako, ni wanafunzi sasa, sawa? Hebu jaribuni sana kuzingatia masomo. Sawa? Sijui unanielewa maana ya kuzingatia masomo? Nakuelewa mjomba. Unanielewa kweli? Yeah. Haya, endelea. Mimi nakuamini. Kuhusu hilo, utoniangusha. Sawa, sawa. Basi sawa. Wala usiwe na wasiwasi. Mjomba, mimi nashukuru sana kwa hilo. Wow. Surprise, baby. Nikumisi wewe. Na hajaelewana kwamba kafanya wahi kurudi. Basi wewe. Leta kwa nzuri. Alright. Sawa. Okay. Yeah. Habari za kazi brother? Salama. Sijiweza hapa. Naona mko mnaangalia wanyama kidogo. Tunaangalia kidogo. Brother, na nadhani umefika kati mwafaka. Mimi kuna kitu ambacho nahitaji. Yaani mume wangu ndo kwanza karudi hata hajapumzika. Ushinda kumpachika maneno tu na una kazi wewe. Dogo, mimi nafikiri tutazungumza baadaye. Ngoja tu kwanza hivi nipumzike kwa sababu nipo na wiki nzima hii sijapumzika, kwa hiyo nipo siendi kokote. Sana nipo kule Mbeya, nikasema namaliza lini yani, maana ilikuwa tarehe tukarudi kesho, lakini nimeforce mweza kutelea usamu. Nilikumisi mke wangu. Nilikumisi pia man. Yeah. Yani hapa naangalia kijacho wangu. Atakapotoka nakwenda pale kazini, yani kama naona jinsi ninavyotamba yani kwanza atakwenda nani kazini ofisini, naenda nacho ofisini, nitawalingishia wale wote kinani wale kinakona kama nilipendeza dogo. Tutazungumza baadaye kidogo. Nini? Sikia. Kaeke kwa begi langu ndani. Alafu
nafikia hata mwenye bini nioge afu nataka tutoke. Maana sasa bishakuwa jioni. Mnanda mnakupika. Sawa. Tutaondoka na kula kama familia kule. Mara moja sio mbaya. Kama familia?